huduma kwa wateja bandia wanakupigia simu kujifanya wao ni customer care. Wanapokuwa wanakupigia, huwa kuna vitu ambavyo wameviandaa vya kukuaminisha wewe wakala, ili uwaamini kwamba kweli hawa watu ni huduma kwa wateja. Sasa hapa tuwe makini. Mara nyingi hawa watu huwa wanatumia namba za simu za kawaida, hasa special number. Nikisema special number tunazungumzia ile kama 0788 au 0755 au 0715 Yaani wanachokitengeneza ile 100 kukuaminisha kwamba hii kweli huduma kwa wateja. Sasa anapokuwa anakupigia, anakuwa na vifaa viwili, tunasema instrument, ambazo zenyewe zinakuwa zinatumika kumwaminisha wakala aamini kama kweli anayeongea naye ni mtoa huduma. Anakuwa na zile customer voice zile ambazo zinakuwa zimerekodiwa kwenye kispika kidogo, na anakuwa anajifungia ndani, chukulia kama hapa chumbani hapo ndani. Cha pili ambacho anakuwa nazo, anakuwa na zile desktop au tuseme kwamba laptop ambayo inakuwa na zile mouse ambazo zina keypad kubwa kubwa, ambayo ukibonyeza labda zingine bombo. Sasa akianza kupiga simu, anachokifanya anaanza hivi, ambazo sasa hizi unaongea na Sylvester Mashimba, mwakilishi kutoka Airtel. Samani, naongea na, anakutaja jina lako. Wewe pengine utakuwa unasema bwana, ndio sisi ni kitengo cha ugawaji wa t-shirt, miamvuli, sticker na mabango. Kwa hiyo tumekupigia kama wakala wetu ili tuweze kukuletea hivi vitu, hivi sticker, mabango na t-shirt. Kwa hali ya kawaida amekutamanisha vitu vizuri. Hakuna wakala ambaye hapendi sticker, mabango, t-shirt, miamvuli. Hakuna mtu ambaye hapendi hivyo vitu. Kwa sababu amekupigia na wanataka wakuletee vile vifaa vyako, wakala anaanza kujitambulisha location alizopo, basi na kuangalia namba ya simu ndio mpigia. Baada ya hapo anakupeleka mbali zaidi. Anakuambia bwana, siku ya jana labda mtandao wa Airtel au Yasi tulikuwa na maboresho, lakini tumeshindwa kutoa taarifa kwa mawakala wetu. Je, wewe ilikufikia message ya kwamba tutakuwa na maboresho kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 11 alfajiri? Sasa hapo inategemea sasa. Pengine wewe message ya hivyo hujaipata. Utamwambia bwana, mimi sijaipata. Atakwambia okay, inawezekana mtandao unasumbua. Kwa hiyo tulikosa baadhi ya mawakala wetu wengine hawakupata message ya namna hiyo. Pengine na wewe ni miongoni mwa mtu wa hivyo. Sasa naomba pia nikiangalia hapa kwenye akaunti yako, na shangaa commission ya mwezi huu imepungua sana. Haujashangaa commission kuiona ndogo? Hasa hapa mawakala wengi wanakuwa wanaingiza tamaa kuona kama kweli commission yake imeshuka na vitu vinavyofanana hivi. Alafu baadaye anakuambia, hebu naomba niingie kwenye akaunti yako nikupe mchanganuo namna vile ulivyolipwa. Basi akishafanya vile, atakachokifanya sasa, anaanza kutumia vile vifaa ambavyo alikuwa ameshaviandaa tayari. Wakati anakuambia subiri kwanza niangalie kwenye akaunti yako, anachukua ile simu ambayo anakupigia ile, anaisogeza pale kwenye ile speaker yake ambayo amerekodi zile customer voice. Kwa hiyo ukisikia ile minanda inapiga asante kwa kupiga Tigo, watumishi wetu wa huduma kwa wateja, anakusaidia muda sio mrefu. Yaani anakusikilizisha. Kwa hiyo ukisikia ile kwa mbali afu iko ndani imechujwa vizuri, unaweza kusema kwamba kweli hawa jamaa wapo kazini. Alafu baada hapo anaweza akasimama tu akavuta kiti kwa pembeni, ile kiti inavolia kiti. Kwa mwisho wa siku unaweza kusema kweli anasogeza ile simu yake, pia anaisogeza kwenye keypad mbovu zile, anajifanya kama anabonyeza. Ile ni kutengeneza tu ile attention na kutaka kukuaminisha kama uamini kwamba watu wapo ofisini. Baada ya pale anasema okay, nimeshajaribu kukuangalizia hapa, nimeona hapa kuna kitu kinaitwa VAT. Hii VAT maana yake ni kwamba unajua serikali anaanza kuchanganya vitu vinavyofanana. Unajua serikali imeandaa tozo kwa wateja wake kuanzia 1000 hadi 39999. Huwa wateja wale wakati huwa wanatoa bure kabisa pasina makato. Kwa kutokatwa kwa mteja imaanishi kwamba wewe wakala usilipwe. Kwa hiyo tukiangalia hapa tunaona kama kuna 5% ya commission yako haujalipwa. Sasa ili tuweze kukusaidia cha kufanya, tunaomba tutajie namba yako ya simu ya mawasiliano ya mkononi ili tukupe maelekezo cha kufanya. Anachokitaka uchukue, yani kakupigia kwenye simu ya miamala, anachokitaka umtajie namba ya simu ya mawasiliano ya kawaida kabisa, ili ile simu ya miamala uiweke mkononi hivi, ile simu yako ya mawasiliano uweke hivi ili akuambie cha kufanya. Yaani ubonyeze hivi anavyotaka yeye. Kwa mfano kwa upande wa Airtel atakachokifanya anakuambia hivi, haya piga *150*60 reli okay, utabonyeza hivyo. Ukimaliza kubonyeza hivyo atakwambia chagua namba 7 piga okay, ambapo namba 7 ni akaunti yangu. Ila yeye hatasema chagua namba 7 akaunti yangu, yeye anakuambia tu bonyeza namba 7 piga okay. Wewe utabonyeza namba 7. Atakwambia chagua namba 6 piga okay, utachagua namba 6. Wakati namba 6 imeandikwa change to English, utafanya hivyo. Ukimaliza hapo inakwambia success, kwamba imefanikiwa. Baada ya hapo atakwambia naona imekubali hatua ya kwanza, naomba tusogee hatua inayofuata. Haya, ingia menu, utapiga tena *150*60 reli okay. Atakwambia chagua namba 1, ambapo namba 1 unakuta wameandika cash in, ambao cash in ni kuweka pesa hiyo. Baada ya hapo anakuambia naomba uchague namba 2 tena, ambao namba 2 from agent. Utachagua namba 2 from agent. Baada ya hapo atakwambia
pale wanakuambia enter agent code. Kwenye enter agent code anakuambia usiweke kodi ya wakala. Kwa mfano dialia kama ilivyo hiyo hapo, anakuambia andika 00 tena labda 582 afu piga okay, sub tarakimu kama 8 afu bonyeza okay. Utakwambia enter amount, anakuambia usiweke kiasi chochote hapo, wewe cha kufanya andika 0081001111 sub tarakimu kama 9 hivi afu piga okay. Zile sifuri za mwanzoni ni kama vile hazihesabiwi, unajikuta hapo unaweka 800 na 10,000 na 400 na vitu vinavyofanana hivyo. Kwa hiyo pale anatengeneza mazingira ya kuanza na 00 ili wewe usielewe unachokifanya. Kwa baada ya pale anakuambia enter pin to confirm. Maana uweke namba ya siri kuthibitisha. Ukishaweka namba ya siri inakuambia success. Kwanza inakuambia your channel updated successful. Wait short message for more confirmation. Baada ya hapo anakuambia tayari tumeshahama hapo. Naomba uchukue simu nyingine ya mtandao tofauti. Anakupeleka vile vile tena, unaingia menu, unabadilisha namba ya siri, unabadilisha lugha. Ukishabadilisha lugha unaanza process, unaanza kutuma na mwisho wa siku unajikuta umeshatapeliwa.